bahari ya kina kirefu. Nikawa katinavuka na kumbuka mwanawazuoni aliyekufa mwaka 1210 miladia, aliyeachia dunia vitabu muhimu ya tafsiri, nayo ni Tafsirul Kabir. Katika Tafsirul Kabir akifasiri sura ya 24 aya 40, jieneo katika sura hiyo, katika aya hiyo aligusia bahari ya namna hiyo, bahari ya kina kirefu, Deeps, al-Bahr al-Ruji, akaizungumzia akisema yakunu qa'ruhu mudliman jidda. Asema Bahr al-Ruji kina chake kinakuwa na kiza kinene mno, bisababi ghumurati lma, kwa sababu ya wingi wa maji. Faidha taradafati alaiha al-amwaju izdadat alaiha dhulma, mawimbi yanapopandana ila jawili na ile kilichoja kwa huyu yakapandana, kwenye hiyo bahari ya alai, basi ile kiza kinazidi. Wakati napita pale nikamkumbuka mwanazuoni huyo katika Tafsirul Kabir. Sasa kilichonistaajabisha katika Bahr al-Ruji na maelezo haya ni Qur'ani kufahamu, na huyo mwanazuoni pia kufahamu habari hizo, kwa sababu hii kufahamu habari hizo lazima uwe umedai kuingia ndani ya bahari, ukaanzia katika tabaka ya bahari inaitwa at-tabaqatu zarqa, tabaka ya bluu, ambapo hapo ni mita 200. Hapo ndipo unaweza kukutana na kiza. Na la ajabu ni huyu mwanazuoni kusema yakunu qa'ruhu mudliman jidda, kina chake bahari hiyo inakuwa na kiza kile, lakini nafahamu niliposoma taarifi ya mwanazuoni huyo sijakuta hata mara moja sawari hata kuogelea bahari. Sasa ikajuaje kwamba kina chake ni hivyo? Na ni hakika limekuja kugundulika hilo mwaka 1865 baada ya kugunduliwa chombo maalumu cha kujua kiasi cha kiza kilichokuwapo, na hicho chombo kiligunduliwa mwaka 1865. Mwanazuoni huyo akifasiri Qur'ani kajuaje kwamba bahari kama ile tuliopita kianzia mita 200 kuna kiza? Lakini la ajabu, Qur'ani ile kusema kwamba ni dhulumatu ba'dhuha fawqa ba'd, ni viza, si kiza kimoja, viza baadhi yake kwa baadhi nyingine, mpaka anafikia mahala anasema ndani ya Qur'ani kwamba ikiwa mwanadamu atatoa mkono wake, idha akhraja yadahu
lam yakad yaraha, lam yakad yaraha, kwamba akiutoa mkono wake hakaribii kuona kwa namna kile kiza kilivyo. Lakini hii dhulumato jamu kupatikana ni moja pia ya ajabu kubwa ya elimu tunaosoma sisi katika madarasa hizi, kwa sababu ni kweli kuna kile giza kianzia mita 200 ikifika mpaka mita 3820 hakuna kitu kinachoweza kuonekana pale, ni giza moja kwa moja, mpaka Mwenyezi Mungu amejalia ndani ya giza kile yuko samaki mwenye taa usoni, anaitwa Anglerfish. Ana jitaa kubwa ambaye samaki huyo pia kumuona ni kazi kubwa. Huyo ndio mwenye kumulikia, na hiyo taa haiwaki na umeme wote isipokuwa ni umeme wa mwili wake. Na pale kwa matana samaki wengi wenye taa katika kiza hicho. Sasa mimi na wewe natakiwa tujiulize, Qur'an inajuaje habari hizi? Tunasema au kadhulumaji fi bahari lujji yafja'u mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, lam yakad yaraha, kwamba akiutoa mkono wake hakaribii kuona. Muhimu sikuwa nataka tuelezane katika hili na mimi kupita pale bahari ni kwamba tumesoma elimu, ninyi wanafunzi na sisi wote wanafunzi tunasoma elimu ambayo hutangulia wakati. Ukisoma Imamu Suyuti, ambaye Imamu Suyuti alikuwa ni Kashadili, ambaye kafa mwaka 1505 miladia, ndio aliendeleza kazi aliyoiacha Jalaluddin al-Mahalli. Kitabu chake kilijulikana kama Jalalain, kukufa Jalaluddin al-Mahalli, basi aliendeleza kazi ni Imamu Suyuti. Katika tafsiri hiyo anasema kile giza kinasababishwa na vitu vitatu. Al-mawtu al-awwal, kwamba kuna mawimbi ya mwanzo. Haya mawimbi ya mwanzo baharini ndio yamefahamika mwaka 1904 kwamba ni Mteno West, mawimbi ya ndani. Halafu asababishwa na al-mawtu al-thani, mawimbi ya pili ni al-mawtu al-sathi, mawimbi ya juu. Halafu na as-sahaba, lakini hiyo bahari. Sasa yote haya nataka ni kuarifuni kwamba yule shekhe kujua kwake ni kwa sababu utahara wa moyo. Ukitaka kupata elimu kama tulivyoshuhudia pale msikitini, hakikisha kwamba unapata tahara ya moyo. Utapata elimu na utapata maarifa. Baadhi ya ulama wa tasawuf na wengi wakasema al-maarif haipatikani ila kwa mtu kutaharika moyo wake. Ni elimu wasomeshwa na Mungu. Idha tatahara as-sarairu mulihat bil ulumi wal maarifi wal anwari. Nisema hivyo basi. Ya kauli Ibn Ajiba katika
tanzima mshera ile nzuri ya hikam. Kwa hiyo nini tunachosema ni kwamba ukiwa mtu wa ilmu, Allah anakupa firasa. Firasa ni ulimwengu wa kuona na kujua kile ambacho mwingine hajui, lakini lazima ile firasa itengenezwe, yatengenezwa na kuwa na adab katika ilmu, lakini kuwa na ufahara wa moyo wakati unasoma na kadhalika. La mwisho ni hadhara hii ni nzuri na kubwa, na ukubwa wa hadhara si wingi wa watu, ni waliohudhuria. Hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yule sahaba alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuuliza swali na watu gani akae nao, katika watu ni yupi akae naye. Mtume alimpa mambo matatu makubwa. Arruya, alijibu Mtume arruya na almantiqu na alamal. Ina maana ukipatana watu waliokaa hivyo katika kikao chako, watu wenye mambo matatu, arruya yao inakupa faida, na almantiq kusema kunakupa faida, na alamal amali zao zinakupa faida, basi hicho ni kikao kikubwa. Kwa hadhara ni kubwa. Kwa aliposema kwamba ajlu lasaina khairu, kwamba ajlu baina lasaina khairu, ni nani kati ya wale tunaokaa nao ni bora zaidi kuendelea kukaa naye. Mtume akamwambia man yudhakirukum au man dhakaraka Allah au man dhakarakum billahi bihasbi ma jaa mawala, kwamba ni yule ambaye anaikumbusha Mungu roho yake, ule moyo wake kumuona ndio faida, kumuona kwake kuna kukumbusha Mungu. Na hapa bila sadati wengi, ukiwatazama unapata jambo kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu kutuwekea. Lakini wazadakum fi ilmikum mantiquhu, na yanakuzidishieni katika ilmu zenu, yanakuzidishieni katika ilmu zenu maneno yake. Upande maneno yaliyosemwa hapa, alhamdulillah, na vijana yanamkumbusha mambo makubwa, kukumbusha ilmu na umuhimu wake, akhlaq, tabia na umuhimu wake, mahaba na umuhimu wake. Kwa nini tunamsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hoja zitatolewa hapa, lakini na pia tukakumbushwa utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumezidishiwa kitu katika kile ambacho tulikuwa tunakijua, lakini amal za watu, nyenendo yao inatuongezea kitu. Kwa hiyo wote tunastahili kusema alhamdulillah. Na la mwisho kabisa katika mwisho ni kwamba tusiache kushikamana na haya yetu. Hizi ndio elimu, na tukatae propaganda za watu kwamba wewe unasoma elimu ya dini halafu utakuwa nani. Kuna propaganda kwamba ukisoma elimu ya dini unapoteza mwelekeo. Sio kweli. Msikitini bali kuzungumzia manafiki ya shekhe. Shekhe katika uchumi alikuwa mtu mwenye kujiweza na ikasoma dini, na maelfu kwa maelfu wamesoma dini. Atakaye kueleza habari hizi mwambie neno moja tu, kwamba mafukara
aliyesoma dini na asiyesoma dini. Au wafukara ni watu wanaosoma dini, hata asiyesoma dini, hata ambaye kasoma dunia tu na kaenda mbali mpaka kalewa profesa wako kwa wafukara. Na aliyesoma dini anaweza kuwa fukara au asiwe fukara, awe katikati. Ndio yule ambaye hakusoma dini. Wezi propaganda wakati mwingine zinaondoa watoto mwenye mwelekeo, lakini riziki ni jambo la Mungu mwenyewe. Anampa aliyesoma dini na asiyesoma dini, anamnyima aliyesoma dini na hata asiyesoma dini. Baada ya aliyesoma dini anakuwa ni bora zaidi kuliko ambaye hakusoma dini, sababu yeye anafungu mbele ya Allah subhanahu. Mwenyezi Mungu atubariki. Amen. Barikie na nashukuru sana.